Unaamini kuna technique na stratégie au comprendre ya kumwavaa mwanamke na mwanamke au comprendre ile kuna stratégie na technique napita huko mpaka nikalia na machozi kwa emission au comprendre nililia machozi nasikia kabisa mapenzi yananipanda mpaka mkichwa au comprendre bado wananiambia sio sijui unafanya makosa sana kulia mbele wakati tunataka kukutana nami uko naongea rero nibaza yuko mu kwipanga iyo bari bahamagara abantu hamwe ndi babubakwa kuko bikomeye bagomba kubabwira so nibaza yuko ijambo tutoreka gukuriba kubera ko mbabona ko amasaha y'imeri asigayanyaruka tubona directement Mr. Champagne akabaramuza anagira akababwira icyatumye ashobora kubakoraniriza ko nga Mr. Champagne yawe amahoro. Kwanza nasema asante kwa kuja kwenu, pia tunaomba msamaha kama mvua kalikuwa kali sumbua kidogo, lakini lazima tunaanza na lengo ya sisi kuwa hapa kama sisi wasanii watatu. Unajua sisi ni wasanii na kila mtu kuna kazi zake, pia tuna kazi ambao tumetumika pamoja na inakuwa ni kitu kizuri sana kwenye muziki wetu. Pia sisi wasanii, sisi kwa sisi tuko na tusaidizane kutumika kwa pamoja ili tusaidizane kwenda mbele zaidi. Ndio kingine kifupi naweza kusema kwamba tusonge mbele. Tusonge mbele kama gisi nyimbo yetu ambayo mwenye nyimbo ataongea mwenyewe. Yeah, okay. Kiufupi ni kwamba tuko hapa tutaongea mengi zaidi na kila msanii ataongea selon kazi zake, activities zake, ça dépend plus na maswali zitakuja na pia na mimi nitaongea mengi zaidi kutokana na ka experience fulani kenye tuliona kwa ndugu yetu wa jirani, pia itusaidie kitu fulani. Niliona tukiongea mzoka iongea swat ku interview emission swat batu wasisikie sana zaidi, lakini ikakuwa bien tuiongee mconference porque na ba journaliste bote bayue wala kwa ma technique mengi ambazo nimejifunza, nimeona yenye tunakuwa mara nyingi hatuitumii, lakini ni babujanje yenye wenzetu watumiaga, inabidi pia na sisi tukwe tunakuwa informé kuhusu watu. Usijue napatia mkombozi na microphone tugira mahoro genda shima cyane, ndashima Imana kuba nakitse more nabashimira namwe mwaje ngaha kuko ndazi ko bitoroshe n'igitoro cyabuze nakavura kiyongeyemo, so Imana bayitagire cyane. Intsinzi ya mbere nuko dufise projet nyinshi kwera uyu mwaka n'umwaka w'intsinzi. Je nizera ko ari umwaka w'intsinzi kubera n'umwaka w'imigisha igusanze uri kigugu cy'imigisha, igusanze uri cyabwenge cy'imigisha y'imigisha. So muri icyo gihe nifuza ko twese dusangana ubwenge n'ibikorwa kugira ngo bya bikorwa bibe by'imigisha ya hanyuma ibindi taza kubivugana ko tacyafise byinshi tuvuga. Ndamwe mutama kingorongoro kirongorongo nawe vuge. Hello amahoro mkombozi Agnes Mutama nanye ndamubwira mbona tangiye kumumenya Anede Wins so yari umubrada wanje ko Agnes Mutama sibaza yuko yashatse gusigura ko muze kumuruta, ariko bavuga ati iyo ushaka kubaha umuntu numubaha kubera ko umusumbya cyangwa umusumbya. So thank you. Ndabaramukije mwese, nkaba kandi ndabateye intege, ndabona ko muberewe kandi mwaje nyene mufise ibyo mushaka kubaza. Hani nta byinshi mfise mvuga, murazi ko mfise igikorwa cyanjye gishasha cyasohotse ejo, murashaka kumbaza ibyo byose ndabyishura, ariko kandi turi ngaha kubera ko Mr. Champagne turi ngaha muri uyu muntu kubera ko dufitanye igikorwa kandi igikorwa cyiza naho mutaracyumva. I think very soon turashobora gusohoka,
so abashaka kumbaza ibibazo bashobora kubibaza, bashobora kutubaza twese turi batatu, ni byiza cyane. Akoze abajinaliste ni bakoma amashyi. Icyatumye bagira bateguye na conference kubera igikorwa Mr Champagne yakoranye bano bakaba bakorana aza kutubwira, ariko kandi bazi ko Mr Champagne yarora mu rugendo ndetse ko mufite byinshi mushaka kumubaza ku mainterview mwabanyekaragira n'ibindi byinshi. Ndabizi ko mu kuri rezo sosiyo ariko arashaka byinshi mushaka kumubaza, so kugira ngo dufate ijambo twebwe iyo watuzigura icyo gikorwa kimeze gute, kizosohoka ryari, hanyuma y'ibyo baraza kugira bagenzi b'icyo bagize kugira ngo natwe dufate ijambo ndazi ko mufite byinshi cyane mwumva mubaza. Banaanza magesho. Ok. En fait, kwanza namshukuru Mungu kuona pia tunaendelea kupiga hatua kwenye kazi zetu, na mie kwa mimi nakuwa na respecte sana bakubwa yangu ambao walianza muziki mbele yangu. Unajua kuna watu wengi wanajiuliza nafanya nyimbo kila siku, mara nyingi na mkombozi. Mkombozi ni kati ya wasanii ambao mimi na respecte sana kutokana kwanza na kazi ambazo zenye shagafanya. Pia ni msanii ambaye ameanzaga mbele yangu. Nadhani hii nyimbo tumefanya mie, Mkombozi na Kidorogoro inakuwa ni nyimbo ya tatu ya ine, nyimbo ya ine. Na nyimbo nimefanya Mkombozi inaitwa Love You. Hicho kipindi nilikuwa ya kuwa kama Mr Champagne ambaye niko Mr Champagne 2011 ya lakini ile collab ni collab ambayo Mkombozi alinisaidiaga kwa kusema na mie niingie mchini, elewa. Tukiacha ile Love You, tulifanya Mkombozi nyingine nyimbo inaitwa Tatizo Nini. Ya tukiacha Tatizo Nini, kuna nyimbo tulifanya inaitwa ile ya Kajala. Wachana ya ile ya Kajala ndio kuna nyimbo sahihi ambayo tumefanya, tuko sisi watatu, tumemshirikisha tuna Mkombozi. Mkombozi ni msanii ambaye namkubali sana. Kwanza Mobile Pop Men ambao hapa Burundi ambao ninakubali, Mkombozi ni number 1 kwa mistari, kwa jinsi anavyotembea na beat. Ni msanii ambaye hata akitunga nyimbo anaitungia mu studio pale pale na ilipua, unaelewa. Alors unaweza kusema unayama generation na ma generation kisi zinakuwa ziko zinaenda, ni kwamba mu generation vraiment ya Mkombozi ni kati ya wa hip hop men ambao pia wamesaidia kwenye game letu la muziki wa Burundi. Nikisema kuhusu Kingorongoro, Kingorongoro ni msanii ambaye namkubali sana tena sana, na kitu ambacho kilinifanya nimkubali zaidi kupitia tena Grand Frère Big Fizzo. Big Fizzo pia alikuwa kati ya watu ambao tena walinifanya tena nimkubali zaidi, unaelewa. Joe Big Fizzo kuna vitu fulani tulikuwa tunaongea kuhusu hata Kingorongoro, sitaliongea mbele ya media, itakuwa sio bien, mais mfason gisi alikuwa ananiambiaga tu kuhusu Kingorongoro, ni mtu ambaye pia Fizzo anamkubali zaidi. Sio kazi ya kwanza tunatumika na Kingorongoro, no. Kuna kazi tushawahi kutumika inaitwa Bebe Sava, na hii itakuwa kazi ya pili ili tunafanya na Kingorongoro. Ni Sherry Coco remix. Ya tulitumika ki design nyingine, model nyingine, na mimi najua siku za mbele tutashoot video na sasa itatoka mtaisikia. Na kama tunafanya conference tuko watatu, parce que tuko na makazi yenye tunafanya tuko watatu. Kuna ngoma Kingorongoro alijishirikisha, pia kuna ngoma Mkombozi pia alijishirikisha. Sasa tunafanya conference de presse. Mimi nifanye conference de presse mimi pekee. Tunafanya tuko watatu, tuko na kazi ya si watatu. Sasa tunalipuka tu, sisi tutalipuka kwa nyimbo, tulipuka kwa conference vile vile. Alors tunaongelea kazi zetu. Hiyo ni kuonesha kwamba ni upendo ambayo tuko tunatengeneza sisi wasanii ili tusaidizane kwenda mbele. Hiyo collab ni mimi, collab ni kuchangia mashabiki. Mashabiki zangu na mashabiki wa fulani tunakutana. Mashabiki wanaona wanakutana ili inakuwa tunakuwa tunafanyia sote kazi pamoja. Si ndio? Alors
Mimi sitasema matiti kama nyimbo, kila mtu atasema titi yake. Mimi najisemea kwa vyangu. Najisemea vyangu, nishasema yangu ni Sheri Coco. Na tuna mengi ya kuongea kufuatana na muziki wetu kisi unavyokwenda. Nyuma hapa kwa mavurugu fulani ya Grand Frère Fariaze na nani hiyo na DJ Paulin. Watu wanasema kama ni DJ Paulin, lakini Fariaze kama Grand Frère na wanamuogopaka juma na yua wanaenda tana iko nayo bana yeye wenye shafani aliendaka mpaka kule kwao akaenda fungula kale. Unasikia? Sasa kilikuwa wewe unapopewa masomo na kulipia masomo unakuwa hata sasa bosi yako ya dada. Juu mimi hata mimi na makofi ningempiga. Unakumbuka? Wewe nikufuatia kupatia adabu ya tu petit. Alors, le respect c'est très important. Pourquoi tunaheshimia wakubwa? Mimi naheshimia wakubwa wangu. Mimi na respecta walo lilo. Na kwa ba respecte na hata nikimchokonoa sitamchokonoa kwa kosa dawa. Unaelewa? Unamchokonoa sitajilinganisha na lilo. Sio sitajilinganisha na mkombozi. Sio mimi nakuwa na ile respect. Hata nikuwe stare wa ai. No, niko na respect. Naona na hiyo watu walinisaidia. Nikuwe Mr Champagne, Fizo alipatia kwa example collabo mbili, alipatia Keskilia, alipatia Marcelina. Mtu akupatia collabo, maana yake iko na kupatia bafane wake wa kufahamu. Unaelewa? Sasa unamrespecte. Hata niko na franga haya, hata niko na nini. Mtu mwenye anakukumbuka kusaidia hauna kitu. Ni tofauti na mtu mwenye anakia kujileta, jua kuona ushakuwa element fulani. Tu vois ya. Alors kama utakuwa maswali, juste tu niliintervenir pale juu nisikie kisi uliongea. Bon, kama kwa maswali sijui. Bon, mais mkombozi yaongea juu nyimbo yake, Kilongoga yaongea juu nyimbo yake, kama mtabauliza au kama watasema, basi leo tutalala hapa. Tulilipa. 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 Oui. Kwa hiyo watu ndio bila tambo. Habari za sasa? Salama. Kwa majina naitwa Kube Drama. Niko filmmaker pia niko mtangazaji. Lakini kwa leo najipresent kama Drama Films Production. Okay. Maswali yangu yanaelekea kwa Mr. Champagne kwanza, kisha nitaenda kwa wengine. Okay. Umeenda Tanzania, umefanya media tour kubwa na baada ya kutumana video ya Kajala. Lakini ulipokuwa hapa Burundi umeweza kutoka kusema bye bye na elekea Tanzania. Tukatazama kama unaenda Tanzania kufanya kazi mpya, labda feature nyingine ambazo hatujaelewa. Ila kutoka kule video ambayo imetoka ilikuwa ni ya Kajala. Tulitegemea kwamba utamwona Kajala kwenye video yako. Kwa nini Kajala kuonekana kwenye ile video? Pale kosa nini? Kwa kusema huko mmoja ndani ya wasanii wa Burundi ambao wanataka kupeperusha bendera yetu na kufikisha mbali. Hapa nasema kwamba umetembea sana. Ni comment nyingi umepata hiyo kwa industry ya Buja Flavor. Ni siri gani kwa wasanii ambao umekuwa umeshagundua Burundi hatuna nayo ndio tunafika? Pili, umefanya exclusive interview na media kubwa kama BBC. Ni siri gani unaweza kutuambia kama sisi watangazaji tujishike vipi ili industry yetu tuongoze kama ipasavyo? Asante. Okay, naweza kusema kuhusu clip. Ile clip ya Kajala sikuwa napanga kumtia Kajala kwa clip. Unajua kama mtu unatoa nyimbo yenye unaimba jina ya mtu fulani, ule mtu atakiwi kuwa mclip. Jua akikuwa mclip ni kama unamfanyia publicity sasa. Unaelewa? Unajua ni kama nyimbo ya Marcelina. Marcelina watu wengi waiweka kama ile nyimbo ya Marcelina ni mtu. Ile nyimbo. Sasa watu sasa wanasikia Kajala, directement wanajirefere kwa Kajala. Sasa iko anaimba, watu wanaimba Kajala. Unajua muziki ya leo bado wanaimbaga message. Unaweza ukaimba message kwa jina ya mtu lakini unafikishia message kwa mtu mwingine. Unaelewa? Kama nilitumia jina Kajala, nilitumia kama gisi wasanii wengine wanatumia majina Pamela, anatumia jina Siyui ya Ornella na anaimba anaitumia kwa strategy nyingine. Haingetakiwa Kajala kwa ni clip video. Hiyo nyimbo ilifale niimbe sawa. Mu video kama kidogo ni kama niko na ndoto ya Kajala. Kutokana na gisi Kajala pia gisi alifika Burundi. Unaona? Parce batu bengi bakwa biona kama ndoto. Bakwa kama ni vitu vinyaye vivyo nini aliwezi vikawezekana. Tu vois? Alors il fallait sasa tutembee mwa hiyo njia. Donc mwa hiyo nyimbo amunge pasha kuwa kuni point video. Kutokana na gisi sujet ya nyimbo ilikuwa. Mais sio kusema sema franga ilikosekana ya kumtia ndani au Kajala nikatala. Kila kitu kilikuwa sawa mais direct ndio alipeleka nyimbo ikuwe vile.
kuhusu makolabo una muziki ni franga na kila artiste anakuwa na management yake, na kutokana na kama mtu unakuwa ulikuwa hauna budget kubwa sana, inakuwa ni shida sana uende ufanye clip. Baada ya kufanya clip, clip ni unique, clip ni pa $2,000. Unasikia? Wewe ufanye clip. Baada ya kufanya clip, ufanye collab. Ile collab unaona tena ufanye clip. Papa. Itakuwa inatoka pana panga za maajabu. Bo ufanye collab ambazo zitafanya ni nilitengeneza njia mesanga rudia, kuna collab ambazo zenye tamalizia kule zenye tumetengeneza mimi natakiwa pesa ikoe. Kuhusu ulisema kuhusu nini? Kuhusu tega kwako umefanya katika kubwa. Ni tofauti gani kwa watangazaji wa Burundi na wa nje? Okay. Naweza kusema watangazaji wote wako modele moja. Watangazaji wote wako modele moja. Sema tu bado tunazidiana ndio kitabia. Ni watangazaji ni wamoja. Tabia gani ambayo tunakurudia Okay. Watanzania naweza kusema ni watu ambao kukisimi niliwasoma wanafanya kazi yao pia. Ile kesho ya majabu hiyo. Sasa ndio mpaka nijibie tu ile. Ni lazima. Okay. Baadhi ya wamoja kujia watangazaji ndio wanaelewa Kenya moja pekee. Na wewe kama umeshatembea sana, nadhani unakuwa msanii wa video Burundi kufanya kitu kama media kwa. Okay. Ndio maana tunaweza kutafutiana na comportement gani sisi tunakosa ili tuwe kama. Bon. Naweza nikasema misilinganisha. Tusitafute kulinganisha. Juu nikisema nianze sema hawa wako hivi manake hawa wako hivi. Unaona hawa wako hivi manake hawa wako hivi. Sitaki mapolemike na journaliste. Unaelewa? Jo artiste musicien bila journaliste ni bure. Ile champagne. Wachane kama kuna kasoro alionayo. Waambie kasoro mko nafaa kama unafanyisha mtu interview mnasoma kwa mtu. Unayapa kwa Tanzania bako na system anataka kufanyisha interview. Iko na kuuliza ma questions zingine zenye. Wewe pia unajiuliza ulitoa hivi wapi? Unaelewa? Donc haikuwa anatamte kwa kukupoze ma question. Donc alikusoma avant. Donc avant kuinviter tu kupatia kipindi. Hata kupoze ma question yenye walikupoze fasi nyingine. Donc anakupoze ma question donc mbele kupatia émission halisha étudier ma interview yote ulifanya. Baadaye anakupoze ma question yenye bengine abakupoze. Kisha avant anza kupoze ma question unasikia kwanza iko na kuongelea wenye ushafanya wewe peke wenyewe haukumbuki wala nilipata interview mwangu kwambia wewe wakwambia nilipata interview mwangu uliongea hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kisha baadaye kutoka kule anakurudisha hivi, kisha Moshe iko na journalist na kupo iko nakwambia na wenyewe ulikusoma kwa video utalifuata video ulivala pantalon moja hivi sijui kaboka ilionekana anakuambia havyo na anakuonesha one paka kaboka ilionekana unakomprendre. Sasa unajua inakuwa pia ni maujanja fulani. Unayaba kwa watangazaji wetu ni wazuri tukatani. Lakini unakuta sasa wewe unapoze makisho sasa hivi si pozia ndio kuzana tena hivi. Mwingine sasa aidha niulize hivi. Sasa hiyo unakuta hakuna changamoto ya mtu kusema afuatilie hii emission hapa. Akifuatilia hapa ile makestion yatakuta hapa atalikuta tena huko. Hiyo anakuta huko tena anavikuta tena huko. Hiyo anakuta huko tena anavikuta tena huko. Inakuwa sio poa. Kingine kitu bako na wanapenda kwanza wanapenda kwa Tanzania yao. Kisha wanapenda muziki yao. Tanzania ukikuwa kama uko mpita njia upati support sana kama mtoto wa kunyumba. Mtoto wa kunyumba anapata support sana. Wewe unaweza kupuja soko pia ndio kufanya interview. Baada ya kufanya interview unatoka unaenda. Lakini inatokana sasa na mazingira yako kisi wewe ulitengenezaje. Lakini watoto yao wanasapotiwa sana. Fasi tuko napita ukasikia ni muziki ya Tanzania na msoko ni Tanzania muziki yao unapita na mimi nakusikia kwa sababu hotel ningia mwese niko sikia ni muziki niko mwese muziki yao sasa haba jamaa manake bako na hicho kitu na kwa kuongezea kwamba wao hata uwe Mrundi ambao unaishi Bongo unapata support sana kuliko Mrundi anayekuja na kuondoka. Ndio maana unakuta kwamba
hata ukisikia wakina Sadati sijua kina Nyoshi ni watu ambao kabisa yani yeye ni wa Kongo utafikiri sijui Brazzaville hivyo yani, lakini ni mtu ambaye hata katika kuongea Kiswahili cha Bongo kilimshindaga, lakini hata kwenye awadi na support anaipata kama mtu wa pale. Lakini sasa ukienda wewe nani msanii umetokea Kongo unaenda Gwende Ritamu unafanya kama interview, kuna hata interview zingine waziwekagi anza kurekodi tafasi ziweke. Endelea tonto. Alafu kingine kitu ni kwamba social media sasa habaangalii ni nani wataongelea ni nani hawataongelea. Papa kama uko na kiki tu, yani kila mtangazaji anayua kupitia ile kiki ataingiza, yani wanatembea na kiki. Ewane hata ulikuwa tente wa juzi wenjo wa Rumorapa ulikuwa kuya juzi ewane hata kama uko tente bashaona kama tu uko na kiki ewane kila media yote na wanakuinvite na wanakuhonore na wanakupatia kipindi unaona huko kwetu mpaka mawezi fulani ndio tu wanaongelea ifo fulani ndio tu wanapost fulani ndio aliandika kustati kuhusu watu fulani ndio ile stati yake tu ndio inafanywa kazi. Ewane kule na ukue wewe ndo ewane kama kutu mukiki ukaongea kaneno hiyo neno wataichunguza bataichambua. Ndio changamoto ndio inakuwa inaleta movement fulani inakuwa ni poa. Unakuta social media inakuwa inafanya vurugu de façon que hata ba artiste wengine wa nje wanakosa. Nani alikuwa pale Bruce Melody alikuwa Tanzania. Hii kipindi ni kwa Tanzania. Alikuwa Tanzania. Lakini hakuna hata media moja. So kwa bandera, le Bruce Melody kwa hapa, usema kwa battu friend. Ya, babu na poser des questions friend. Tumuvandre. Tumujisha hapa kwetu, si ndio? Bako busy na watu basaliwa hapa. Bako busy. Donc hao wanajua kama bakimufuata, bakianza kuposer makesho, baki hao banamuvandre mwabo. Asa hawana hiyo tamu. Unaona? Abana hiyo tamu. Hauna kiki, tukufate tu majournalist tu wakufate interview. Hata mimi niko na fujo mimi. Sasa watakosa kulita. Unaona na sasa kuna ingine kasoro yenyewe kidogo. Naweza nikasema unakuta na journalist akiona msanii wa yeye kuna kimbia alombe photo. Hata unakuta wa Tanzania wanasema nimekwambia sio sikufali kupa na kui. Mimi sasa mbona mlombe fali photo sasa okay tupige ile photo kisha. Si kazi yetu ni. Sio kazi yetu sisi tunataka tunataka tunaleta information ishepa. Okay sawa niliposte photo nilikuwa nafanya mimi nafanya okay. Kisha watu wakiona kama niko nafanya bikisha inakuwa. Donc hawana hiyo temps. Uko star ukue nani ukue David ukue nani ukue Chris Brown. Yeye anakienda kuposer ma question kimaliza yake anatoka nayo. Hana time kusema sianze kubana photo ce n'est pas quoi. Hawana hiyo temps. Donc bako busy, yeye busy tu na kazi yake. Donc point fort yake yeye mubatu ni ile kuposer question. Star alijibia question yake. Anajua pale anaganye. Hapana kupiga na photo. Sasa vile ndio si peke wasanii kwa wasanii. Tunapiga mafoto, tunaposti tunasikia bien. Wewe. Haruka kibazo koleja hanya mashauri ya ni kwa kuishi wana nadhani naongea kidogo sio wachekeshe kabisa. Bon, Mr. Champagne no mosi wa mtumye bonga ndio wakizoga tena cyane. Aitoi son ile. Aitoi sauti. Ah okay. Ko hizi ni sawa. Yeah. Okay. Wakoze neza kutukorana. Ariko watugeneza yuko muri Tanzania warize kabisa urakini no kudereza ubumenyi nga gaturi nyingine tukokuza industry yacu kuko iyo nshingano twese dufise. Kandi bimwe mwe wanaduhanuye bya foto by'uko umusani yacu hanze tishobora kugira ibibazo n'ibindi bazakubwira. Ariko hari ikintu cigeze gusikira cyane uravugwa cyane kuri Kajara. Jesha kakumenya Kajara mwahuye kunshuro ya mbere mwahuye gute mwamenye gute kunshuro ya mbere. Ikindi naco n'impano ukunze guhanura abandi baririmbyi nk'abatoye Mr. Champagne we warigeze gusikira cyane kugaragara mu nyubako za Bantu Boy aho byari mu bikorwa bakorana na izo nyene zijya ndirimbo zasohoye. Ariko uno muziki kugira muguze nabi uramukosora. Ariko gatoyi Savio yarigeze kuvuga ati abosaba sani b'abarundi abosaba aririmbyi b'abarundi
kuri post yarabonye avuga ati ngo nenga iyo n'indirimbo umuntu yari yagize ku mateka sibaje avuga ati abo saba sana b'abarundi mukomboza cyara mu ishuri bisasha ko nyine ya mu ishuri bisasha ko nyine ya mu ishuri kubera mu kumwubaha ko kikuya mu koso yaramu aravuga ati ni kofi no rimu ko ikatana mu ishuri sabi amwigisha amukoso ico niki ikindi naco Mr Champagne uko nyine guhanura mugenza we yakosheke wayizeze guterana amajambo n'umugore kuri TikTok bajya bamenge bavuga cyane hii ma question ni ajabu twende ma question za bien kunya na kuhusu mule uyu munsi abantu benshi barakurikiranye ibintu bya Champagne n'uyu mugore byo bizoherera mu gihe Champagne yari afatiye mbere mu guhanura abantu ati mubahane kuba ukumbi ubaye muto ukibaye mukuru aho ko uraza kwitubwira gatoyi ukungene byarangije bintu ikindi naco ni kingorongoro ngati ngorongoro asindirimbo nshasha yitwa Nyashi yasohotse ejo na Divizo indirimbo nziza cyane iri muri indirimbo bariko baruga ariko uno munsi ari ngaha hari igikorwa mufitaniye aza kubamutinga aza kutubwira by'ico gikorwa ese ashaka twebwe turi ngaha twite bivya twite ibyo ndirimbo yasohotse ejo canke twite ico kindi gikorwa kigiye gusohoka vuba cyane aba murakoze netwa koleshimwanya kama proteine naonaka kuna poste kwa kula chakula Tiga-tiga kuri ngorongoro beke iki ama cyambisho kitafata ya koresha umwanya wakoze cyane ku kibazo cyawe ariko kandi indirimbo yanjye ntabwo iri mu rutonde rw'indirimbo z'ubwawe ya kuko indirimbo y'ubwawe ni indirimbo ya Iva Muziki iyo ndirimbo wanjye nshasha kandi yasohotse ejo urindire sense nyashira muri disque z'amanika kuko n'abandi baramanitse siko none so kubera ko muri abantu sinibaza yuko muca mufatira ko kumenga naso indirimbo imwe muca mufatira kuri iyo nyine ndashobora no gusohora album izi indirimbo zose mukazipromotinga cyangwa mukazigira icyo nokwita promotion kuri icyo kibazo nyine wagije ati mu gushaka tuvuge kuri Nyashi cyane tuvuge kuri igikorwa cya Mr Champagne rego Nyashi irahari already iri mu bantu batangiye kuyinjoyinga murashobora kuyipromotinga nta kibazo ariko ngaha turi ngaha kubera Mr Champagne n'icyo gikorwa dufitanye rego cyane okay ma question ilikuwa alikuwa rapide lakini pako question moja nilisikia anaongea juu ya na Satibi eti mkombozi Satibi alisema kama ile muziki sio ya banani ya Barundi sasa Satibi anakuwa sawa anakuwa sawa sasa unaenda kwa mtu samoja unamie mimi na kwa watu wengine anaanza ongea mimi nacheka tu naanza tu kujichekea en fait naanza unaangalia tu nacheka afu unapotezea sometimes wewe unaweza kumkosoa huyu unamkosoa sometimes unamkosoa unamwacha bon mimi kama mimi siwezi kusema kama mimi sikuweza kumkosoa Sadiku hiyo juu namuona kama ni mtu mzima siko na mtoto ya iko na watoto sasa mtu kama ule aandike vya vile nikiona sema nianze kuanza kudiskite naye naona kama baki na watoto yake samoya hawakwenda baitike unaelewa sasa mtu kama analiki mtoto mdogo kilikuni mtoto mdogo yanatakiwa kumuongoza kumpeleka hivi na hivi na hivi sawa hapo nikosea uende hivi hapo nikosea uende hivi unaelewa sasa baada ya hapa sasa ndio sasa mkombozi akafika anampatia vidonge vyake ulimwambia tena ni hatari kweli iko fika sindi bien guys umwambia aliandika nilo na Facebook ile aliandika kila maneno ya mzito bwana walai mimi sikumbuki kwamba neno kwa neno niliongeaje lakini tu ni kwamba nilimkumbusha tu kwamba na yeye ana damu ya Zanzibari kwa hiyo sasa hata jina lake sio jina la Kirundi. Karume hivi ni jina la Kirundi. Ni jina la Kizanzibari. Kwa hiyo
ni katika kukumbushana tu kwamba kuna sisi ambao wengine wazazi wetu waligombania mpaka kwa independence, yani market tulizaliwa kwa mababu ambao ni Warundi kabisa, wao kumondo kunyo. So hiyo unapotaka kusema kwamba wale watu hakuna na Murundi arimo nanjo kacushira mwo muriyo monde yuko ntari Murundi kandi nkabanzi yuko ndi muri babana naho no gwara fashidira ko ryo Burundi nkayishira mu mazi nkacanywa amazi ncankira. Sasa uca wumva yuko ndi connected cyane igihugu muri ico gihe, ndababara cyane ko ndi connected nacyo. Ya je nibaza yuko atagitutsi nashizemo, oya yari gusa kwibutsa umuntu arabe nababwira hari abandi turi bagahanga b'igihugu. Nuko je nibaza ko nishuye endelea. Okay. Alors Mkombozi unasikia deja intervenir. Lazima nikasema kwamba unajua kwenye muziki tusikuwe tunaingiza vitu ya makabila, masala nationalite. Muziki ni loisir. Muziki ni kufurahi. Sawa. Unaweza kusema Mr Champagne, okay sawa. Mr Champagne sio sijui Burundi d'origine. Sawa. Lakini anapenda Burundi peut-être kuzidia wewe mko unajiita Burundi d'origine. Sawa. Anavendre Burundi. Sawa. Peut-être kuzidia wewe mko unajiita Burundi d'origine. Unanisikia? Alors cha kwanza tuko tunajua kwanza kama kitu kia kwanza kwenye maisha, penda kwanza. Sawa, kinyo unafanya. Nafasi kwenye huko papende. Sawa. Unaweza kusema kwa sababu Champagne sio Burundi d'origine lakini iko na nationality ya Burundi. Wakati unaanza leta vitu ya kusema étranger, okay. Objectif yako inakuwa ni nini? Unataka ufikie wapi? Donc on a poser les questions. Pourquoi artiste musicien? Kio cha jamii. Unaangaliliwa na watu. Unafunza watu. Musicien kama unasikia muziki ilimbiwa na mubaya mko matusi banaifunga. Unaona nafunga juu ya nini? Unaona kama mimi niko na wafane wangu mpaka leo na wanasemaga wiwi juu inatoka kwangu mimi. Na yeye donc mimi naweza nikabadilisha mie mtu mwakili. Mimi kisonyo naweza nikabadilisha mtu mwakili. Kutokana sawa na influence niko nayo. Nani atakatala? Sura bilingia mpaka na mu equipe nationale. Inamba itaenda kana. Ale nani atakatala? Hakuna watu tena atakatala. Hakuna nani atakatala hakuna. Donc nilibilikireye avec influence yangu nikaingia kwa watu. Asa nikitanza leta vitu kusema huu ni étranger. Donc unataka gawa watu. Hapo tena artiste, hapo influenceur. Donc tu es là pour diviser. Tu vois? Oh, niliona posti moja kilikuwa sijui Burundi tunapokea watu lakini hatutaki wa étranger watupande mkichwa. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc là ni mtoto tu mkichwa. Unasikia? Alors c'est la raison pour laquelle kama nilitovenir kama nasema vile watu wako na yua kama unafanya muziki. Uko na yua kwanza role yako ya muziki ni nini? Unafanya muziki juu ya nini? Kuna watu wanafanya muziki na hayui kama role yake ni muziki ni nini? Kwa mtu anafanya muziki juu, nafanya muziki tu juu inafanya muziki. Lakini hayui role yake ya muziki ni nini? Un musicien c'est un ambassadeur. Musicien ou ambassadeur. Na ukivibre sana, l'État gouvernement kusema kupatia hata passeport rouge. Kutokana na kisu kuna vendre nchi. Kisu kuna representer nchi. Tunabijua fasi yote, tunaona bastar akienda tu banasema artiste alitoka nchi fulani. Artiste anatoka nchi fulani. Artiste anatoka nchi fulani. C'est ce qui est très important. Mais beaucoup d'artistes peut-être abayui role yao. Ayui kama yeye ni nani. Akifika mbele sijui, akifika tu kwa Facebook akishapiga vya kupiga vishaingia mkichwa, anaandika tu ya kuandika ana post. Sasa ona poster unaona watu ngapi wanaviona. Ukienda ku statistique unaangalia pale plus de 200,000 personnes. Banaona ile post yao. Sasa unaenseigner nini mpublic? Unaenseigner nini mwatu? Alors tuko tunajua hiyo vitu, tuko tunajua uko artiste musicien, fanya kazi yako ya muziki na ujue kama kazi yako ya muziki ni nini. Uko mtu mwenye kufunza watu, uko mtu wa kuleta message kwa watu, uko mtu wa kureunir watu, kutia watu fasi.